tunamtaka Lissu nje. It's too much. Huyu mama huyu anamwonea Lissu, na nilisema mwanzo atakayeleta mabadiliko sio lazima atoke kwenye upinzani. Hapo Angola hapo Rais Dos Santos alikaa madarakani kwa miaka mingi, akaiba, akatesa watu. Alipokuwa anatoka madarakani kwa miaka 40 aliyokaa, akasema mimi siamini mtu yoyote mpaka mimi mniruhusu kuteua mtu. Wakamwambia sawa, teua. Akamteua mtu anayemwamini, kama huyu mama anavyojiandaa kwamba atateua mtu anayemwamini. Akamteua, akasema pamoja na yote mimi nibaki hata kama sio rais, lakini niruhusiwe mimi ndio niwe nateua mkuu wa majeshi. Wakamwambia sawa, ili mradi tuwe toka. Mimi niwe nateua mkurugenzi wa usalama. Wakamwambia sawa. Alipotoka tu madarakani, watu wakabadili sheria, wakabadilisha mambo, wakashughulika na watoto wake. Mzee akafa. Mtoto wake mmoja akakamatwa, akashtakiwa, akafia gerezani. Yule binti aliyekuwa ameiba hela za mafuta akaruka, utajiri wake ukasiziwa, hawezi kukanyaga hata Angola hapo. Tunawaambia hawa wanaoonea watu na kijana naye jigeuza kwamba yeye ndio kiongozi wa nchi hii, wanaamrisha watu wauawe, watu watekwe, polepole ametekwa. Mnateuana kwa upendeleo katika matatizo makubwa haya. Eti wewe umejiweka kuwa rais, alafu unamteua mkwe wako kuwa waziri, na mtoto wako anakuwa naibu waziri. Hata aibu. Tukisema haya wanasema tunasema hapo nimekosea nini sasa kwa kusema haya? Huu ni ukweli tu. Nisipo usema mimi, mawe yatazungumza. Tena bora mimi Heche naye sema hadharani. Kuna wengine wananong'ona kwa sababu ya uoga, kwa sababu hawapendi. Nchi ya watu milioni 65. Ina maana familia ya Samia tu ndio ina akili, sio? Mama rais, mkwe, waziri, mtoto wake, yani mke wa Mchengerwa. Sasa hata huyo mtoto akikosea unaweza kumwajibisha? Ndio maana tuko kwenye matatizo kwa sababu ya nepotism. Ukisoma katiba yenyewe inasema sitatumia cheo changu, zinaitwa ahadi za mwanatano, sio ahadi za CCM. Matano inasema sitatumia cheo changu wala mamlaka yangu kwa manufaa yangu na watu wa karibu yangu. Sasa huyo kwamba ni vigezo kwa sababu wao wamesoma vizuri sana nepotism, upendeleo. Mtoto wa sio mama mdogo wa wilaya sasa atateuliwa na yeye atatumwa na mjukuu wako atatumwa. Kama hatutabadilisha hali hii, lazima tuibadilishe. Kwa ndugu zangu Songea, najua kuna matatizo mengi. Nimeelezwa masuala ya pembejeo. Leo mbolea kilo 50 zaidi ya shilingi 100,000. Uongo kweli? Hapa kusini kuna kiwanda ambacho kilikuwa kijengwa hapa cha kuzalisha mbolea. Wanachohitaji ni mkataba wa gesi, wahakikishiwe kwamba watapewa gesi ya Tanzania ili wazalishe mbolea hapa Tanzania, mbolea ishuke bei, mpate mbolea kwa bei rahisi. Lakini kwa sababu nchi hii inaendeshwa na magenge, cartels, wanajua kiwanda kikiwa hapa hatutaweza kuagiza mbolea kutoka Russia. Kwa hiyo tukatae kiwanda, tuwanyime hawa kiwanda gesi ili tuagize mbolea, tujitajirishe. Sasa leo mnauziwa mbolea shilingi 100,000 na 110,000. Alafu kilo ya mahindi shilingi 320. 300 kamili. Sasa hiyo ni serikali inalenga kukuondoa kwenye umaskini wewe? Hiyo ni serikali inalenga kukuondoa kwenye umaskini? Haya. Ukizalisha tu mahindi, umelima mwenyewe, umepalilia mwenyewe, ukitoka tu shambani, geti.
Ushuru. Uongo kweli? Ushuru. Haya, ukitoka pale kwenye ushuru, nimeambiwa kwa mfano soya, ambayo ningewasaidia nyie kupata warau kipato. Soya ni kama bangi hapa. Uongo kweli? Soya yako mwenyewe umelima, umevuna mwenyewe, kwa sababu China wanataka soya kwa wingi. Unapeleka pale, wao wanaenda wanauza, halafu wanachukua zile fedha wanaziweka labda kwenye fixed account, zikisha wapa faida wanakuja kukulipa muda wanaotaka wewe. Wananchi mkikataa, hilo ni tatizo. Sasa hii ni nchi gani? Haya mambo yana utofauti gani na yale mambo ambayo Chifu Songea aliyapigania kwa sababu ya manyanyaso kama haya? Chifu Songea Mbano alipigana kwa sababu ya unyanyasaji kama huu unaoendelea na serikali ya CCM. Bora hata wakoloni wazungu walikuwa wanajenga miundombinu inayoeleweka. Leo wanajenga barabara ya rami, ukipiga teke hivi inasimama vumbi. Hebu fikiria hivi. Fikiria tu hiki kitu. Mimi nilikuwa naangalia kwenye TV eti mtu anaitwa mbunge eti wa Mbeya mjini amependekeza hivi, bodaboda na machinga sio maskini. Kwa hiyo kila siku bodaboda, ukiendesha bodaboda yako unachangia shilingi 1000 na machinga achangia shilingi 1000 kwa ajili ya kujenga barabara. Fikiria, yani mtu anayelala anafikiria wazo la mavi kwa kiwango hicho. Hilo wazo la mavi sio la mavi. Hicho kitu kinatapaswa kuwa chooni, kwa sababu hata huwezi kusema ni uhuru wa kujieleza. Ni ujinga tupu. Yani huyu bodaboda akinunua bodaboda kuna kodi, akinunua tairi kuna kodi, akinunua petroli ya kuweka kwenye bodaboda kuna kodi 17 kwenye petroli. Kwenye kila lita moja ya petroli unayonunua kuna kodi 17. Kuna kitu kinaitwa demurrage cost, evaporation fee, kuna kitu kinaitwa railway levy, kuna kitu kinaitwa kodi 17. Bei ya petroli mpaka kufika bandarini pale Dar es Salaam inakuwa ni chini ya shilingi 1000 na kitu kwa lita. Wewe unainunua shilingi ngapi? 1400. Nyingine zote hizo kodi unalipa, hizo kodi zinaibiwa.